Karibu katika channel yetu ya Royal Polyclinic. Leo nimekuja mtaani maeneo ya Ilala kuja kuzungumza na wananchi na jamii kwa ujumla. Wanafahamu vipi ugonjwa wa figo? Wanazifahamu dalili za ugonjwa wa figo? Je, unajua namna gani ya kujikinga dhidi ya ugonjwa wa figo? Twende tukasikiliza jamii. Wanafahamu vipi ugonjwa wa figo? Naitwa Chinoso. Twenzetu. Bana, mambo vipi? Poa bro. Kwema kabisa. Kwema kabisa. Sijui biashara zinaendelea? Mungu anasaidia, tunapambana. Bana, kuna maswali naomba nikuulize kaka. Je, uko tayari? Niko tayari na kusikiliza mama. Unaofahamu vipi ugonjwa wa figo? Bwana, ugonjwa wa figo mimi naufahamu kama ni ugonjwa mmoja kwanza hatari sana katika mazingira yetu tunaoishi binadamu. Yaani endapo kama unakuwa unaupata afu unakuwa ni familia zetu na sisi duni, lazima kidogo utikisike, kwa sababu ni ugonjwa ambao kwanza ni hatari sana afu ambao una kosti hela nyingi sana ukiumwa. Hivi ni mgonjwa ambao ni hatari sana kwa jamii ambao imetuzunguka, hususan kwa watu ambao kidogo ni hali zetu za chini hizi tunaofahamu. Ugonjwa wa figo yani nilikuwa na usikia tu, yani nimekuja kufahamu kutokana na mdogo wangu kaumwa ugonjwa huo. Aisee, kiukweli ulikuwa unamsumbua sana. Umeshaona ulimsumbua sana, yeye mwenyewe alikuwa ajui mpaka tukaja kujua hivi, kuja kujua kwamba figo ndio jinsi inavyokuwa hivi, namna alivyokuwa alivyo, yani alikonda na nini. Umeshaona kwanza figo yani jinsi alivyokuwa ilikuwa ni mawe. Umeshaona yani alikuwa na mawe yani. Umeona figo lake ilikuwa lina michanga. Mtu kwenda hospitali alipopigwa akaambia bwana, wewe figo lako lina mawe. Umeona tukajua mawe yanaingia vipi, akaambia kwamba mawe namna jinsi inavyoingia, yani sio mawe kama mawe, yani ni vidude tu, yani inakaa kwa muda inaitengeneza inakuwa na kwa jinsi hali yake ilivyokuwa, amekonda nakosa nguvu. Umeona ugonjwa wa figo ni ugonjwa mmoja ni hatari sana. Kwa upande wangu sijawezi kufahamu sana kwa sababu mimi sijawahi kuumwa ugonjwa wa figo, namshukuru Mungu. Alhamdulillah. Ila kwa wale ambao wameumwa ugonjwa wa figo, kama mmoja nishaye kuaga naye ndani. Wakati anaumwa nilimuona. Ingawa sijakaa naye sana lakini nilimuona wakati anaumwa. Ni ugonjwa ambao umemsumbua sana. Kuna vyakula alikuwa kila anapata tabu sana, kiasi kwamba anatapika. Umeona anakuwa na raha, tumbo linamuuma. Yaani mtu ambaye anakuwa kama vile hayupo sawa kiujumla. Lakini ugonjwa wa figo naweza nikasema ni ugonjwa ambao unasababishwa na vitu yani kuna vitu ambavyo vinasababisha kuleta ugonjwa huo, kama alcohol, mbona ya energy, kiwa unakunywa sana anaweza kusababisha matatizo kama hayo. Kwangu mimi ugonjwa wa figo ninavyojua, ugonjwa wa figo ni ugonjwa ambao unasababishwa na mambo mengi figo. Mfano kula vyakula afu upigi mazoezi penyewe inasababisha figo, maana usipopiga mazoezi yale maji yanajaa mwilini, yani tumboni. Sasa ikijaa tumboni, figo na yenyewe inaharibika. Unaona? Homa mara kwa mara. Unaona? Na vitu vingi sema nimevisahau, unajua. Hebu tutajie dalili za ugonjwa wa figo kwa jinsi unavyovifahamu. Dalili ya kwanza kuvimba tumbo, kuishiwa damu, mtu kuzoofika, ni hivyo tu. Dalili za ugonjwa wa figo kwa mimi jinsi nilivyokuwa namuona dada yangu, alikuwa kwamba anakuwa kila chakula kinatoka, na alikuwa mtu ambaye anaumwa sana na tumbo, na mtu ambaye alizoofika ni mtu ambaye alikuwa na mwili wake, lakini ikafika kipindi sasa akapukutika. Yani mtu akaisha kabisa. Baridi, yani tuseme unakuwa na baridi, yani kama homa, unakuwa na homa fulani hivi. Unaona? Kingine tuseme na mafua. Unaona? Yani ilipokuwa anakosa nguvu. Unaona? Tumbo linamuuma, yani analalamika tumbo linamuuma. Yani tena linamuuma kiasi kwamba mpaka anakosa ile nguvu. Unaona? Anashindwa hata kula chakula. Unaona? Yani ndio hivyo anavyojua. Kujaa kwa miguu. Dalili ya pili labda kupumua kwa shida. Dalili ya tatu kujaa kwa tumbo.
Dalili moja hapo za ugonjwa wa figo, tuseme figo inapokuwa imefeli, si ndio? Au vipi yani? Maana yake ninavyojua dalili ya ugonjwa wa figo moja hapo ni kama figo kufeli kufanya kazi, kuchuja mkojo labda kama hivyo, labda tuseme figo inaposhindwa kufanya kazi, maana yake hata tuseme njia swala zima la mkojo na nini haiwezi kuwa vizuri, kwa sababu figo ndio inatumika kama kusafisha, tuseme kusafisha kitu kinachokuwa kinaingia mwilini chenye sumu au na kinakitenganisha. Sasa kama figo inakuwa imefeli, maana yake hata ukatumia sumu au umetumia kitu chochote ambacho kina madhara inakuwa ni yani ni rahisi kukupata, kwa sababu figo inakuwa haifanyi kazi. Unaweza kunielezea kwamba ni mbinu gani ama njia zipi sahihi ambazo unaweza kuzitumia ili ujikinge dhidi ya ugonjwa huu wa figo? Mimi naweza nikaambia ndugu na jamaa kwamba waache kutumia vitu kama mapombe makali, haya vinywaji ambavyo kama masoda manini, ndio vitu ambavyo vinasababisha hayo mambo. Naona kwa upande wangu mimi nafikiri na dalili hizo upite vituo vya afya ni vizuri sana. Kwa ina maana njia sahihi ya kwanza upite katika vituo vya afya, si ndio? Nashukuru sana dada. Asante. Sisi vijana ni bora kwenda kwanza kujua kwanza afya yako na nini, mwili, unaona, kupima kile kipimo cha mwili mzima ili kujua, sababu ukishapima kile kipimo kitakufanya wewe ujitambue, ujue maradhi uliokuwa na wewe kama ni figo, ili mradi uweze kuchukua tahadhari, ili kama ni kumuona daktari umuone daktari, umeona, ili uweze kujua uende na taratibu jinsi ya kukabiliana na ugonjwa ambao ulikuwa nao. Mimi nafikiri utumiaji wa vyakula, aidha utumiaji wa vinywaji, yote inawezekana ni mojawapo kuweza kuzuia ugonjwa hilo la figo. Ni kama kupunguza au matumizi ya pombe kali hizi, kunywa maji machafu haya, umeona. Sana ni kwa sisi vijana ni figo tunaziharibu kwa hizi pombe kali tunazokuwa tunakunywa. Almost tunakunywa sana pombe kali, tunachukua pombe kali tunachanganya na vinywaji vingine vyenye rangi, kwa hiyo tunaipelekea figo kuipa kazi ngumu kufanya kazi yake. Kwa hiyo mimi naelewa hivyo. Za kwanza tu ni kupunguza matumizi ya pombe kali na kujitahidi kuwa tunakunywa maji ambayo ni safi, na tunywe maji mengi. Kunywa maji mengi, tujitahidi kupiga mazoezi. Na yenyewe inasaidia, maana ukipiga mazoezi mwili unakuwa fit, zile tunaita nini, zile sumu zile za mwilini zinatoka. Ukinywa maji mengi na yenyewe yanasafisha mwilini, unaona. Tumetoka kusikiliza maneno kutoka kwa jamii yetu. Wametoa maoni yao, wamewasilisha vyema kabisa wanaofahamu vipi ugonjwa wa figo. Sasa basi, nadhani ni wakati sahihi kabisa wa kwenda katika kituo chetu cha afya Royal Polyclinic ili tuweze kupata maelezo ya kina kabisa kuhusiana na ugonjwa wa figo, na maelezo hayo tutapata sehemu moja tu kwa daktari wetu. Twende Royal Polyclinic tukamsikize daktari wetu analipi la kusema kuhusiana na ugonjwa huu wa figo. Amchenoso, twenzetu. Je, wajua ya kuwa figo yako ni kiungo muhimu sana ambacho fanya kazi ya kuchuja sumu na takamwili na kuziondoa katika mwili wako? Je, unafahamu kwamba ukikosa figo unaweza ukapata madhara makubwa kutokana na mlundikano wa takamwili katika damu yako? Kama ufahamu hayo, karibu katika kipindi chetu cha leo. Tutaangazia kuhusu ugonjwa wa figo na madhara yake. Karibu. Figo ni kiungo ambacho kinafanya kazi nyingi katika mwili wa binadamu. Zipo kazi mbalimbali, lakini moja ya kazi kubwa ambayo nataka leo tuiangalie ni kazi ya kuchuja na kuondoa takamwili katika mwili wa binadamu. Kazi hii hufanywa kwa ustadi mkubwa wa figo ili kuondoa takamwili zinazotokana na mabaki ya sumu zinazotengenezwa katika mwili wa binadamu na kuzitoa nje kwa njia ya mkojo. Sasa nini maana ya ugonjwa wa figo? Ugonjwa wa figo huanzia pale tu ambapo figo hushindwa kufanya kazi yake ipasavyo ya kuchuja na kuondoa sumu au takamwili katika mwili wa binadamu na kuzifanya sumu hizo kulundikana kwa wingi na baadaye kuleta madhara katika mwili wa binadamu. Kama unapata mojawapo ya dalili zifuatazo, basi jua figo yako ipo hatarini au imepunguza uwezo wake wa kuchuja na kuondoa takamwili ndani ya mwili wako. Kama unapata maumivu, hasa maumivu ya mgongo upande wa kulia au wa kushoto,
Kama miguu yako inavimba mara kwa mara au unavimba kwenye uso, wakati mwingine mwili huwa unachoka mara kwa mara, unapoteza hamu ya kula pamoja na kupata kichefuchefu, basi jua figo yako ipo hatarini au imepunguza uwezo wake wa kuondoa taka mwili. Unaweza ukafanya mambo yafuatayo katika kuilinda figo yako isipoteze uwezo wake wa kuondoa taka mwili ndani ya mwili wako. Cha kwanza ni kuwa na uwezo au tabia ya kutumia maji mara kwa mara. Kunywa maji zaidi ya lita 2 kwa siku ili kupunguza makali ya sumu ndani ya mwili wako na hivyo kuiwezesha figo kuchuja na kuziondoa sumu hizo kwa urahisi kwa njia ya mkojo. Lakini pia punguza matumizi ya chumvi hasa katika mlo. Chumvi nayo pia ni moja ya kitu ambacho huleta madhara makubwa katika figo. Lakini pia punguza matumizi ya vitu vikali hasa pombe. Pombe huathiri moja kwa moja mfumo wa utendaji kazi wa figo na hivyo kuifanya kushindwa uwezo wake wa kuondoa taka mwili. Lakini pia epuka matumizi ya madawa ya mara kwa mara bila kufuata ushauri wa madaktari. Lakini kwa msaada zaidi unaweza ukafika kituo cha afya ili kupata ushauri pale tu unapokuwa una ugonjwa au unapojihisi hauko sawa. Na imani tumejifunza vitu vingi sana kutoka kwa daktari wetu katika kituo cha Royal Polyclinic. Usisahau kucomment, kulike, kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata notification ya vipindi vyetu vijavyo. Naitwa Chinonso. See you next time. Bye bye.